Mwanadada Mary ni mtumishi kanisani na amekuwa yupo njia panda. Haelewi kama mwanaume aliyekutana naye kanisani ni mwanaume sahihi kwake au vipi. Jambo hilo limekuwa linamfanya yeye kuomba sana Mungu ampe maono kama kweli mwanaume huyo ni mtu sahihi kwake au la. So Sister Mary anaamua kumpigia simu Sister Kate ambaye anamfahamu vizuri mwamba na wamewahi kuwa kwenye mahusiano mwaka mmoja uliopita, ambaye pia Mary ndiye amejitambulisha kwake kama anaitwa Joseph, lakini Kate anamfahamu kama Frank. Ilitokea misunderstanding between baada ya mwamba kumtaka bibie na bibie kuamua kumzingua na kumchapa kofi. So amekuwa anajutia kufanya kitendo kile, kitu ambacho Kate anamwambia kwamba hana haja ya kujutia. Mwamba sio mtu poa kwake, hatakiwi kuwa naye kwenye mahusiano kwa sababu sio mtu poa kabisa. So Sister Mary anaamini kujutia kwake kunampa ishara kwamba mwamba ni mtu poa kwake, so anaamua kuzima ngoma na wala hakutaka kabisa kuendelea kusikiliza ushauri kutoka kwa Sister Kate. Basi mwamba baada ya tukio la kupigwa kofi anarudi home akiwa mwenye hasira na amevurugwa ile mbaya. Mshikaji wake anamcool down, lakini mwamba hataki kuelewa na kukubali kwamba mwanamke atampigaje kofi kia hivyo na ugomvi utaishaje kizembe. So akapata mpango wa kufanya ili kukamilisha azma yake. So akaamua kuvuta waya kwa Sister Mary, na Sister Mary yeye akiwa huku anasali kinoma kumwomba Mungu kwamba ampe ishara ya kujua kwamba kama mwamba ni mtu sahihi. Ghafla simu inaita na anakuta ni mwana Joseph bwana anapiga simu. So Wisely akaamua kushika simu. Sister Mary akaamini kwamba hayo yote ni majibu ya Mungu kwake, basi akapokea na mwamba akawa anamuomba msamaha kwa kile kilichotokea. Na Wisely pia akamwambia yeye kwa sasa ni mtu poa sana na hana tabia zile ambazo anazifahamu kuhusu yeye, kwamba amebadilika sana na anampenda sana, kwa hiyo akubali tu wamalize ili waanze mahusiano. So Mary akawa amefurahi sana na kumwambia kwamba amesikia na atamrudia na kumpa majibu. So kesho yake Sister Kate akawa ametimba home kwa Sister Mary akiwa na mchungaji wao ambaye amekuwa akiwasimamia pale kanisani. Sasa mchungaji akamwambia Sister Mary kuwa umekuwa mtumishi mzuri wa Mungu kwa muda mrefu, na kwa uwezo wangu na akili siwezi kuacha uishie mikononi mwa wakala wa shetani. Mary anashangaa, wakala wa shetani? Mchungaji anamwambia kuwa nimepata taarifa kuwa unatembea na mtu mbaya kwako ukiwa unajaribu kutaka kuanzisha mahusiano. So Mary akamjibu pasta kuwa mtu pekee ambaye yupo naye amebadilika sana, amekuwa akimfundisha neno la Mungu na maisha yake kwa sasa ameyakabidhi kwa Yesu. So mchungaji anamuuliza, una uhakika amekomaa kiimani? Je, una mpango naye wowote? Mary anasema ndiyo, mwamba ananihitaji sana, amejitoa kwangu na kuna mahusiano mazuri baina yetu. Kate akawa ameshangaa sana na akamwambia mchungaji kuwa kijana huyo sio kijana mzuri kabisa. So Mary akasema hajui Kate anaongea kitu gani. Kate anasema anajua kwa sababu mara ya mwisho nilipomwambia kuwa huyu mwanaume ndiye mwanaume ambaye siku kadhaa nyuma alitaka tuende kwa wazazi wangu, lakini hakutaka kunisikiliza. So pasta kauliza, huyu ambao anamzungumzia ni Frank? Mary akasema hamjui kama Frank, anamjua kama Joseph, na amekuwa akiomba Mungu ampe ishara kama kweli ni mwanaume sahihi kwake, na alifanya hivyo kwa kumpigia simu siku moja baadaye, na yeye akaamini kabisa kwamba hayo yote ni majibu ya Mungu. So kulitokea majibishano pale kati ya Mary akikasirishwa na kauli alizozungumza Kate kwa kumtuhumu yeye amepotea na ni mdhambi. Sasa Mary akahoji kwamba unaniita mimi mdhambi kwa sababu ninataka kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye mliachana mwaka mmoja uliopita. So kalibishana sana kiasi kwamba pasta akawastopisha pale. Pasta akasema kwamba anaelewa kila mtu madai yake, na madai ya Kate ni vile tu anahitaji kukulinda tu mbali na mabaya. Kwa hiyo mimi nitaomba tena na utaona ishara au majibu mengine ambayo Mungu atakupatia na utapima na hayo ambayo uliyaona mwanzo. So Mary anaamini kwamba Kate ana wivu sana kwake kwa sababu mwanaume ambaye ameshindwa kuendelea kuwa naye ndio sababu ya kutaka kumvurugia na yeye aendelee kuwa single. So mwamba Joseph akiwa home anapokea simu ya Mary kwa mahaba sana na kwa kutumia maneno ya Mungu pale, ili mradi tu kumshawishi na kumuaminisha Mary kwamba amebadilika sana, lakini nia yake mwamba ni moja tu. So Mary akawa ameomba watoke kidogo waka have a dinner talk. So mwamba akafurahi sana, akaona ndio mpango wake sasa unaendelea kutimia. So mwamba kwenye 1 na 2 kwa kuigiza tu yuko perfect kinoma. So anafika anatumia maneno ya kumvutia sana mdada, anamuomba msamaha pale kwamba aliwahi kuwa kwenye mahusiano na mdada ambaye mwisho wa siku alikuja kumwacha na kwenda kwa mwanaume mwingine Uingereza, kitu ambacho kilimpa wakati mgumu na kumpelekea kujipa ahadi kwamba kila mwanamke atakayekuwa naye kwenye mahusiano basi atamuumiza kinoma, ambapo mmoja wapo ilikuwa ni Sister Kate, ambapo rungu ndio lilimdondokea yeye. Jamaa anakiri kwamba tangu amekutana na Mary ameona mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yake na hana tena ule moyo wa kufanya mabaya. So mwamba kaomba msamaha, Mary amsamehe na kukiri kwamba anampenda. So wakiwa wanazungumza wana confess each other, anatokea mshangazi na kuharibu kila kitu. Sasa mshangazi alikuwa anamwambia Mary kwamba unamuona huyu kijana
ni kijana mbaya sana. Unajua kuhusu hawa vijana wa kanisani walioharibikiwa, basi wa kwanza ni Tom. Sasa Mary akashangaa. Tom, kumbuka kwamba mwamba alijitambulisha kwa Mary anajiita Joseph, huku anakutana na Tom tena. Akamwomba mshangazi bana uwapishe pale waendelee na mazungumzo yao ambao walikuwa nayo toka mwanzo, lakini mshangazi akakomaa pale kwa kufichua mabaya mwamba. Mwamba anakomaa pale na kusema kwamba mambo yote ambayo mshangazi unazungumza ni mambo ambayo yamepita na kwa sasa yeye amebadilika kinoma. So mshangazi ukampa tahadhari Mary kwamba pale ambapo utakam basi ale ashibe vizuri na anywe maji ya kutosha. Kijana ni mbaya sana, yupo rough kinoma, kwa hiyo atamvuruga kinoma. So mshangazi ukamaliza ukamkiss pale na kumwambia ukinihitaji namba yangu nayo. Bad enough ni kwamba Mary aliendelea kuvurugwa kinoma. Akamuuliza, jamaa unaitwa nani? Mwamba anamwambia kuwa yote ambayo ameyazungumza mshangazi ni mambo yake yaliyopita, na mara ya mwisho kuonana na mshangazi ilikuwa ni mwaka mmoja uliopita. So Mary akamuuliza, jina lako kamili ni nani? Mwamba akasema anaitwa Okoro. Mary akashangaa, anamuuliza hauna jina la Kiingereza? Mwamba akasema anaitwa Fidelis. Manzi ikaona ni mvurugano, ikaomba kuondoka. So Mwamba akaomba kumsindikiza, lakini Manzi kakataa, na dakika za jioni Mwamba akamwambia kwamba anampenda sana na yupo tayari kumuona kufanya chochote kwa ajili yake. So wakati Mary anasikilizia maneno ya mchungaji ikawa yanajirudia sana kichwani kwake, maneno yale ambayo aliambiwa na mchungaji kwamba atamuombea na ataona majibu mengine ambayo Mungu atamjibu kupima na yale ambayo yeye aliyapata mwanzo. So after then wawili hawa walikuwa happy at the moment kwenye mjengo wa mwana, kabla ya mshangazi mwingine kuja na kushangaa mwana na spend time na mwanamke mwingine, ikiwa hela ni yeye ndio ambaye anampa na yeye ana jukumu moja tu la kumhudumia vizuri. So Mary akashangaa mshangazi huyu kumuita Fred, ikiwa awali alimwambia kwamba anaitwa Okoro mara Fidelis. So ilizidi kumvuruga sana. Mshangazi ukasema kabla ya yote anataka wafanye kitu mbaya sana. So akawaita wadudu waje wawachezeshe kichapo. Baada ya pale Mary anarudi home, analia kinoma, anampigia pasta wake kuwa ameona ishara ambayo sasa ni ya kweli tofauti na ile ambayo yeye aliiona mwanzo. Umejifunza nini kwenye hii story?